Yeah, everybody, my name is Alex Freddy. Niko kwenye Vibe Killer ndani ya VD Media. Leo niko na Ochia Sake. Yo, big up bro, what's up? Vipi bro? Oh, fresh nini? Kama kawaida. You are shine my nigga. Thank you. Yeah, you are very sure man. Thank you. So, unaona je leo mimi nitaanza na drip man. Una shine kinoma bro. Yeah, from America. What do you say? Bro, tuko ndani ya drip. Checking na umetoka sana mnyama, umetoka kinoma. So nipo na swali 2-3. Tukianza drip, sijui tuanze juu ama tuanze chini. Ni wewe tu uta choose. Serious? Yeah. Yeah, anyway, ila kabla sijaanza inabidi nikuulize swali. Maana umetoka kinyama sana, umetoka kinyama sana. Yeah, naweza nikajua gharama ya outfit yako. Gharama kuanzia chini mpaka juu. Sio nyingi sana. Ninasema kwenye tutu namba ndio siwezi nikajua mpaka tupige hesabu yani. Okay. So tuanze wapi kwenye kiatu nini? Naona mambo ya Diamond Platnumz maniga. Hii ni Balenciaga hii. Ni Balenciaga. Yeah, ni nembo ya mtaa maniga. Yeah. Iko very expensive. Yeah. Sio sana lakini. Sio sana kivile. Kweli eh? Yeah, it cost 800,000 Malawi kwacha. 800,000 Malawi kwacha. Yeah. Do you know how much it is? Yeah, tukienda na Juna pia naonaje. Yeah. Tu kwenye post. Hii ni kapo. Kapo ya? Yeah, hii ni kapo. Yeah. It cost 200k. 200k. I mean 200,000 Malawi kwacha. Malawi kwacha. Yeah. Hey guys, mnaona tuko na vijana wana shine every day, wana tako. Yep. Vipi tunaenda kwenye Nyamwezi sana ni chini, sio hela nyingi sana. Ni 50,000. 50,000. Yeah. Ni nyingi sana bro, ni nyingi sana kwa kijana kama like you are shine bro. Unajua you are moda, you are very vipi about Air Glaze? Air Glaze ni 30,000. 30,000. Yeah. Mimi naona mengine huko bado bro, unaficha bwana. Acha. Na watazamaji maniga. Maunyama tu madogo. Unajua tena kwenye grip lazima. Yap. Ni shingapi ambayo umejaribu? Ni 5,500. 5,500. Yeah, very cheap. Very cheap. Yeah. Vipi about watch? It cost 35. Yap. Naona ringi hapo maniga. Unyama sana maniga. Ni kawaida. Unyama nini? Yeah, unaniambiaje hapo pia? No, hii ni 5,000. 5,000. Yeah. Yep, bro umeshine. Asante. Umeshine sana nini? Sana. Kinyamwezi ndugu yangu. Kijana kama zunguka kwanza kuone niggas. Yo man, boy from America man. Brother. Yeah, umeshine. Yeah, na swali lingine jana. Maana kwenye mavazi umetokelea ile mbaya. Na hatujamalizia I think. Vipi kuhusu nywele zako nini? Na mitindo yako ni nani aliyokuvalisha, aliyokuweka hivyo nini? Okay, huyu anaitwa Frankis. Anatoka South Africa. Yeah, of course. Ndio mwenye kila jene kabisa, ukiona na shine kichwani ni yeye. Na imegaramia ngapi hiyo? Sio hela nyingi sana, ni 5,000 tu. 5,000. Yeah, only. 5k niggas. Yeah. Oh my god bro, una shine. Thank you. Una shine sana bro. Umeoa bro. Asante. Umeua kinyama bro. Mimi naenda kwenye swali langu la pili. Okay. Ambalo kiukweli watazamaji watapenda kukufahamu zaidi sana. Wamesha kufahamu you are Nyamwezi sana nini ya drip killer. Siku hizi wananiita Mr. Balenciaga. Mr. Balenciaga. Yeah. Oh my god, umetokelea bro, umetokelea sana, unyama sana. Ya pili ni inspiration ya kuvaa imetokea kwa nani? Okay, mimi napendaga sana star anaitwa Asake from Nigeria. Asake from Nigeria. Yeah. Ni msanii ambao nampendaga sana. Yaani ni role model yani. Wangu mimi. Na inspiration imekuja kwa nani? Ni yeye ndo kakufanya uwe hivi nini? Yeah, kwa sababu mimi nampendaga. Kwanza jina langu ni Asake. Yenye kila mtu anajua Mkambi. Yaani wakati tu lakini niliweza kujiita Asake na kila mtu kabisa akakubali. Yaani mimi na hilo jina tunaendana. Yes, of course. Yeah, swali langu la tatu ni item gani kwa outfit yako ndio inakupa confidence sana nini? Shoes. Oh my. Balenciaga show my niggas. Balenciaga cameraman, njoo uone Balenciaga yetu iko out nice. Yeah, kwenye drip bila kiatu is nothing. Yeah.
Yeah, bro, umetoka sana hapo. Mnyama sana, mnyamwezi sana bro. Swali letu la 4, ukijipata unajipa ngapi kwa drip yako ya leo? Nikijipata mimi mimi sijui, labda kwa watazamaji. No, kwa 0 mpaka 10 unajipa ngapi? Bro, sasa mimi ni 10. Bro, 10/10 man. Yeah, umeshine bro. Una style hiyo 10. Point 10 zote ni zako. Mr. Balenciaga kama kawaida. Na yangu ya 5 inakuja kama hii. Bado tupo kwenye drip checking. Wow. Bro, uko very expensive. You are dollar. Yes, maniga, you are dollar bro. Uniwisha wewe. Yeah, kuna fununu za kwamba kuna ngoma yake ya kuna ngoma ya msanii inahit sana, sawa? Na ngoma yake inasemekana amekuazima nguo hadi za kwenye video. Kwani kuna ukweli wote unaweza kutuambia? Hapana, ni uongo. Guys, tuache kufuata maneno bro. Niko location na this is really Asake ana confirm kwamba ni uongo. Ni uongo. Hakuna mtu ambaye ajaja kwake akamwambia brother, nataka uniazime na video ya kushuti vitu naweza. Yeye anasema anakanusha nguo zake azimi mtu. Sio hivyo bro? Ndio hivyo kabisa. Yeah, of course that is true, na ndo huyo kama mnamuona hapo Asake. Yeah. Anyway, tukitoka kwenye drip checking tunaingia kwenye mziki. Vipi, unaweza kutuambiaje hapo kwenye mziki? Kama vile kuwekeza kwenye mziki au wekezi sana? No. Hawekezi kwenye mziki. No, okay. Yeah, but about business. Yeah. Nawekeza kwenye business. Mimi ni hustler. Of course. Yeah. Yes. Hustler anakuaga anawekeza kila kitengo. Kila kitengo kenye naona hapa mimi nitapata profit kidogo. Yeah. Anyway, okay, mbali na drip check na fashion, unaendesha business gani? Okay, na kiduka fulani kidogo tu ambacho kinanisaidia kwa mahitaji yangu. Kiduka fulani? Yeah, sio kikubwa no. Maiga, umeua bro. Ana kiduka kidogo kinamuendeshea. Yeah. Sio ndo kunatoka hii drip. No, bro, mwanaume anapaswa kuwe mtafutaji. Afu kuwe na vigezo vya kusema kwamba bro, nikitoka natoka. Sababu kubwa imefanya watu waseme tumeazima marathoni maendeleo yako. Wapi kunatoka ile changamoto unayoipata? Hatuoni man. So bro, umeshine sana. Ya, na kingine ni changamoto gani kubwa umewahi kukutana nayo kwenye biashara? Changamoto nyingi sana. Unajua kama siku hizi watu wanaroga sana. You are talking about balance. Yeah bro, wanaroga sana. Yaani watu wanaroga. Yeah, na mwelekeo kama huu nakufa mapema nini. So unajifunga ndani nini? Sagade na bless. Yes. So hizo ni changamoto ambazo unapitia nazo. Sasa wale wamefanya nini sasa? Bro, tunamwomba Mungu tu. Matatizo yanapita, tunakabiliana nayo hivyo. Yeah, maisha naenda. So unachanganya vipi drip na business? Okay, kwanza mimi niseme drip mimi sikuanza leo ama niseme kama sio kitu ambacho nimeiga. Nimezaliwa nacho yani. Yaani mimi ni mtu ambaye ulemavu wangu mimi ni drip. Kilema changu mimi ni drip. So ukiongelea drip bro, yani kutoa wazazi wangu hakuna anapata drip yani. Hamna kabisa. Mimi napenda sana drip. Ya tunajua ndani ya kambi kuna wasanii wengi no? Yes. Na msanii gani ambaye unaweza kufanya naye business? Because you hustler, business kama vile business yoyote, unajua wewe kama ni hustler, umesema unajiwekeza kwenye vingi. Na wasanii ni watu ambao wanahitaji pale ambapo kuna vision, you see. Na wewe ni mwanaume, ni kijana ambaye sasa hivi una vision kubwa, una jina, kila mtu anakufahamu. Na kila mtu anaweza akafanya kitu, anaweza akaja kwako akataka kitu kutoka kwako, like something like business, okay? So wewe unasemaje kuhusu hilo? So kwenye hilo swala, mimi sikuagi mbaguzi. Mimi kila mtu ambaye anani approach, uko peace sana. Uko peace. Fanya naye business, ila natizama mimi nitapata profit gani kwake.
ya hasala utapata profit gani mpaka hapo? Jibu hajakuwa kamili. Ni unaweza ukanitajia msanii gani ambaye anaweza akaja kwako na ukafanya naye business? Ni wengi sana ambao wanafanya vizuri. Okay, so unajua tena kwenye muziki kuna vitengo. Kuna watu ambao wana rap hizo. So mimi nakuaga namkubali sana mdogo wangu Faz B kwa sababu ya kipaji chake cha rap. Faz B man, Asake anasema iko ready muda wote, anakukubali sana, we ni mnyama sana kwake. Anyway bro, salute sana kwako kwa sababu tuna mnyamwezi hapa amesema bro ametokelea mbaya, na istosha anasema kwamba wewe ndio mtu ambaye unamuinspire sana kimziki hapa za sana, ukikuwa unafanya zile rap bro, anaua kinoma. Anyway I think next interview tutamtafuta tuli tuone na sisi, maana ngoma zake najua zinahiti sana mpaka zimefika kwa Asake, maana si mtu mdogo. Mkimwangalia mnamcheki chini juu bwana, tunaona ni dola tu hizo Unamwona nani hapo? Diamond Platinum ama Maramboso? Okay, nataka kuuliza swali la uchonganishi kidogo. Wewe ni vibe maker au vibe killer? Mimi ni vibe killer. Kwa sababu popote pale ambapo mimi nipo kuna vibe. Kuna vibe. Yaani mimi nikitimba sehemu hapo hakuna unyonge. Of course. Guys, unajua nataka kumaanisha nini? Pale ambapo anafika, kama kulikuwa vibe nyingine, akifika ya kwake ndio inaanza. Na huwa ile iliyotangulia unyama sana bro. Bro, I say mimi sijui nifanyaje, sijui umetoka kinoma. Umetoka kinoma sasa. Ya umeshine sana. Anyway, najua tumefika kwenye mwisho wa kipindi chetu na asante kwa kubali wito wetu because ni watu kama nyinyi ni maarufu. Japokuwa kwa maarufu amwendi kule mnapoitwa, popote mnapoitwa sote ndo mnaenda. Yaani mnacheck, mnachuja na vitu kama hivyo. Ila tunakushukuru sana Vide Media and Vibe Killers, inakushukuru kwa kila contribution yako, kwa muda wako, kwa kuwa hapa. Ila you are shine sana. Wewe mnyama sana. Pamoja sana. Yeah guys, niko hapa filling station Dzaleka. Tunaona kama mazingira jinsi yalivyo na drip wetu jinsi yupo. Anyway, ameshine kinoma. Yapo unyama hivi kinoma sana. Huyo ndo Asake. Ukimwona mwingine fake labda ni ule unamjua wa Nigeria, ila tunaye hapa live na hii ni Vide Media na huyu hapa ndo Alex John Frederick kwenye Vibe Killers. Big up.